Kenya Maka ameongelea ni mahesabu zake nzuri sana. Maneno ya mbio napenda kusikiza sana hizo maneno. Lakini Kenya napendanga ku appreciate Jivanji nayo. When it comes to discussion of numbers, and not only numbers, what we call imaginary numbers. And when I talk of imaginary numbers, ni ile numbers that exist. They are very best things. Both sides. Ile zikikuja zile logical numbers, zile numbers zenye zinafanya mtu aende ile nyumba yenye iko kwa milima, ile nyumba yenye Kenyatta aliogopa kulala huko ndani, alikuwa anaenda Ichaweri kila siku. They are not best at discussing it. 2022 nikiwarudisha nyuma kidogo, tulikuwa hapa na bunge haikuwa hapa, ilikuwa hapo hivi. My friend Kiberenge, nikikumbuka hiyo siku, the tool of power ama Kenya ilikuwa inakupea nguvu kwa floor, ilikuwa kijiti ngine yenye Obiera alikuwa nayo. Ile power ya speaker. Kiberenge, ile numbers yenye alinichorea hapo siku nyingine, nilikaa nikawaza hivi, mimi nikaenda nyumbani, nikaona hapa jamaa yangu wa wheelbarrow hakuna mahali anapita. Sababu ile tisho nilipewa, nilijua yenyewe siasa sio mchezo. And when it comes to driving imaginary numbers, I'm giving my hands and my congratulations to Jivanji members. Sababu, they are just concentrating on the minds of Jivanji, but hawaendi huko hivi. Even when the facts are on the table, they don't want to hear about it. My friend na ule kiongozi wa vijana anaitwa Edwin wa Kenya Sifuna, alikuja na moto ingine kubwa sana. Akaanza mambo yake hapa Nairobi, akasema sasa mimi ni Sifuna. Akaenda hapa Kitengela, kufika Kitengela akawa anauliza vijana, mimi ni nani ama nyinyi ni nani? Wakasema sisi ni Sifuna, na Sifuna naye akasema mimi ni nyinyi. So conversation ikaendelea vizuri. Kidogo kidogo akasema hii nguvu tunapeleka Kakamega. Ilikuwa Saturday. Kakamega kukakuwa na mfurutano kidogo ya serikali, watu wenye wako side ya broad base. Wakasema hapana, hiyo mkutano yenye mnataka kupeleka Kakamega, hapana, hatutakubali hiyo maneno. Hiyo ilikuwa inaongozwa na kina mzee wa kazi Fernandez Farasa. Sasa kukakuwa na mfurutano kidogo, lakini baadaye wakaenda huko hivi. Nasikia mpaka Babu Owino alikuwa pilot. Na ninashukuru sana Babu Owino, sababu kumbe amesomea vitu nyingi sana. Nilikuwa nadhani ana degree 4 peke yake, lakini kumbe kuna ya pilot yenye hatujajua. Saturday Sifuna ama ground ya Kakamega ilikuwa sifunated. I've never seen a thing like that. Hata mimi ilinitia uoga kidogo. Baada ya kumaliza mkutano na ground kuchafuliwa na jina ya Sifuna, kukakuwa na shughuli ya Erastus Takong. Ilikuwa inafanyika, I think it was on a Thursday. Na sababu ya ile shughuli ilifanyika weekend, nikadhani that shughuli it will be translated on the ballot huko Kabras West on Thursday. Sababu hiyo siku kulikuwa na watu wawili wanang'ang'ana. Wacha niseme watatu to be specific. Kulikuwa na candidate moja wa UDA, ukakuwa na candidate mwingine wa DCP, ukakuwa na candidate mwingine wa DAP Kenya. In the structural and political formation, the united opposition in desperation. Ilikuwa Central itashikwa na mtu anaitwa Rigathi Gachagua na chama yake ya DCP. Tukienda Coast ni kama alikuwa ameendorse mtu mwingine anaitwa Mohamed Ali.
ule kijana mwenye alikuwa anakimbia na maneno ya jicho pevu. Tukienda Wakamba tulikuwa na mtu anaitwa Kalonzo Musyoka, ndiye anashika huko hivi Eastern. Tukienda Western ilikuwa inashikwa mara mbili. Kuna mahali Malala anashika na kuna mahali huyu jamaa wa Trans Nzoia, huyu askari kuita sana, alikuwa anaishika Natembeya. So there was a candidate of Natembeya under DAP Kenya, there was a candidate of Rigathi Gachagua under the umbrella of Malala under DCP, na kulikuwa na president, na kulikuwa na candidate wa president ama UDA wa UDA. Funny enough, after kuchafua hiyo ground yote, I was surprised that the candidate of UDA won in Kabras West, Kakamega County, the place and the exact place, hata footmark, hata ile tear gas yenye Sifuna alifunika hivi Saturday, hata moshi haijaisha, haijasahaulika. Lakini citizens wamesahau, wakapigia nani? Wakapigia candidate ya UDA. Members to be honest, ukiona kala ya yellow na uone wheelbarrow, you cannot lie to me ati unaona mtu mwingine apart from William Ruto. You cannot tell me ukienda kwa debe leo uone UDA leo hivi, saa zile unaangushia kura yako kwa UDA ama ile kala ya yellow, ati unanidanganya, unanipigia mtu wa UDA na akili yako haijaread, unapigia nani? William Samoei Ruto. Na haikusimamia huko Kabras West peke yake, mahali penye kuna nguvu kubwa sana na kuna protest kubwa sana na kuna chuki kubwa sana, hapa kwa Mlima kulikuwa na shughuli kama hiyo. Na haikuwa kwa nyumba ingine ama boma ingine, ilikuwa kwa boma ya kati ya wanawake ama kati ya kati ya wanaume wenye wanang'ang'ania kumtoa huyu jamaa, na mmoja wao alikuwa Attorney General na akapewa kazi, akasema hataki hiyo kazi, akawaachiliwa, akapewa time, hata hakupewa shokos aeleze mbona akuji, akapewa control. Lakini Justin Muturi, lakini nini ilifanyika? Even in his own polling station, candidate wa president aliwin. Kenya inani surprise ni kitu moja. When it comes to by-elections, munasema the government is investing so much in by-elections that it wants to sell a certain narrative. But unataka turudi nyuma kidogo. Ile ikukuja 2022, before elections ya 2022, there was a by-election ilikuwa inahappen hapa Juja. Na hapa Juja kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa nani huku Juja hapa hivi? I think alikuwa anaitwa constituency ya Kiambaa. Yeah, Kiambaa constituency. In fact, that time I was a clerk in one of the polling station hapa hivi Kiambaa. Kawanjiku ukikuwa na race ya Kawanjiku. In fact, that polling station that I was at that time, kulikuja mpaka na maguns wenye walikuja. In fact, the person who is in charge of declaring results of a polling station is a returning officer, constituency returning officer, who is supposed to declare the results of that polling station. But I wonder during that time, ilibidi Chebukati atoke mpaka aende mpaka huko hivi kuharmonize, sababu things were so hot and the government was so deep into it. Sababu there was these notions that Jubilee wanted to sell a narrative that bado ina hold stronghold pale Central ama pale kwa Kikuyu, yet UDA pia ilikuwa inataka kuingiza nini? Kuingiza makucha yake. I've never seen an election as much as you are inflating figures ya pale. You know, when something like kama hata hapa Jivanji kikikuja kurushwa 200,000 hapa Jivanji, forget even hata 200,000.
20,000 ikikuja irushwa hapa hivi, mpaka kutakuwa na feeling hapa ground kulikuwa na 20,000. Now tell me about 500 million kwa ward moja. It is not even a constituency, it is a ward. 500 million ukikalculate na hizo voters wote wenye alitana na udivide hizo, at least kungekuwa na moja mwenye alikuwa anapiga picha na hizo bunda za hizo manoti nyingi sana. But unfortunately we've never gotten any footage and any photos. Kama kunao ni zile za kawaida, as much as hata kama government walikuwa anajaribu kupush hiyo kitu, pia now the other side walikuwa anajaribu kupush nini? Kupush that thing. Finalizing, mumeongelea maneno ya Wajaluo, mukasema Nyanza for the first time it is heading into the ballot bila the unifying factor one, Baba Raila Amolo Odinga. Tukirudi nyuma kidogo, what I want to liken ODM, I want to liken with the Ford Kenya ya Matiba that time and Jaramogi Oginga Odinga yenye ili happen that time. The division that is happening and the friction that is happening in ODM, it is not that it has not happened before. Imewahi happen na ili happen under the time of Daniel Moi. Now I don't have to give all the stories and the narratives. Nyinyi wote kama hukuwa hapo ama ulikuwepo, you know what happened during that time. Kulikuwa na shughuli mingi ili happen, and at the end of the day Kenyatta ama Moi aliwin. The protest votes that the Luos are giving out, that you are saying, all along kumekuwa na laxity ya the Nyanza people from going to the ballot, and I blame one person for that laxity. That is one, Raila Amolo Odinga, who has been causing the laxity of my brothers Luos from going to the ballot. Sababu alikuwa anawashua hii kitu tumeenda nayo. Raila alikuwa akisimama Kisumu hivi na aseme haya, the crowd ilikuwa inachizi, wanarudi kwa nyumba na wanasema walai hii tunaenda nayo. Hata nyinyi mnajua Kenya ili hapa Kibera. Wacha tusiende huko Nyanza penye hata hatujui na kaje. Tuende hapa Kibera penye nikienda huko Odeon nachukua gari 30 shilling nafika the same exact polling station. That after Raila Odinga voting 2022 alitoka na Wajaluo wote kwa line na akaenda. Surprisingly, if I'm lying, William Ruto aliwin kwa one of the streams pale Kibera where Ruto was not supposed even to come closer. Walienda na kura zote. Now mtu mwenye aenda kuwatoa kwa line na yuko. Not that I'm saying Raila Amolo Odinga alikufa for the benefit of Ruto. Kifo hata kwa jamii zote hapa kwa Kiafrika, kifo si kitu yenye tunashangilia. Hata ikigonga one of your worst enemies, death is not something that you cannot wish even one of your worst enemies. But ikifanyika tunasemanga imefanyika. From where I come, we don't like discussing it. But this is politics, and Raila Odinga was an iconic. In each and every way, hatuwezi avoid, lazima tu discuss. So narudia nikisema hivi, ule mtu mwenye aling'oa watu line huko Kibera leo hayuko. Meaning wale Wajaluo aling'oka kwa line watabaki kwa line mpaka wapige kura. Wewe tai bwana, wewe tai. Wakisha kesho. Sawa, nikimalizia. Endelea. Nikimalizia. He's talking sense. Kesho atasema nini? Nikimalizia. Kesho atasema nini? Nikimalizia. Hakuna malizia, lakini malizia. Sawa, Acha malizie. nikimalizia. Next 30 seconds. Hey, 30 seconds. So nikimalizia nasema hivi,
huko the 700 votes plus, sababu kuna shughuli inaendelea huko Nyanza saa hizi. As much as you are using figures ya 2022, kuna shughuli inaendelea huko Nyanza saa hizi. The issuance of the national identity card. Kwa wale watu wako wamechukua ID. Kama kuna mtu ako na busy saa hizi and a very busy schedules, ni chiefs, sub chiefs na wazee wa mitaa ku identify wale watu ni the real owners ama the real people who are the village. They are being issued with the ID. Soon we are going for the registration of the voter register IBC. There will be an addition of numbers. You cannot compare the strength of one William Ruto and the other one Raila Odinga. William Ruto si mtu mwenye ana assume figures. Anasema sababu ako na kura milioni 2 Nyanza, ataassign huko hivi amalizane. Atapush nayo na atapush mpaka dakika ya mwisho. Ila watu wa tutam ni wachache sana, lakini malizia. Imeisha. So I rest my case. Tupatane 2028 Olympics USA.